Governor ambaye ungependa kufanya naye kazi Nairobi ni nani? Mimi mkiniletea Babu Owino. Yes. Tutafanya kazi nzuri. Kama mtu wa Nairobi. Yeah. Mkazi wa Nairobi. Yeah. Your favorite governor? Naweza sema alikuwa Evans Kidero. Kwa hivyo lazima utakuwa upande wa rais. Kwa saa hii ni hivyo iko. Huyu kijana Murara alisimama, akachangiwa na watu. Yeah. Usiwahi kuomba Wakenya msaada. Kwa hii nchi, hata kama una shida, acha tu nikwambie siri. Hata kama una shida ngapi, usiwahi kuenda kuambia Wakenya wakuchangie. Ile siku watakuchangia. Yeah. Uambie Wakenya wakuchangie. Yes. Sasa wewe umekuwa mali yao. Umesikia? Watakudharau. Yeah. How do you expect it to change kama wewe mwenyewe hauna kipande, hauna kura? Na unasema una tweet, everything ya online una participate, but the real deal will happen when you have your voters card in the pocket. You have to wake up. What is your biggest agenda for Nairobi as a senator? My biggest agenda ni What's up, ladies and gentlemen, boys and girls? Welcome back once again. This is AMTV. Na uko na chairman Alex Mwakideu. It's season number 3, baby. Na ni moto wa kuotea mbali. This is the fastest growing podcast in the 254. Ndo tuko pale kwa miezi mitatu, lakini already tuko kwa 100,000 subscribers. And we are growing fast. And I'm loving it. This is because uko pale. This is because you're watching. This is because you're subscribing and you're sharing and commenting and liking. Na pia unatuadvise hapa na pale. Tunapenda namna hiyo. So please keep on subscribing. Kama we subscribe, that is, tafadhali subscribe. Ndio tuingie hiyo 100,000 subscribers kwa mpigo zaidi. Itakuwa inapendeza sana. Otherwise, leo ni siku nyingine tena. Ndani ya nyumba tuko na msanii, tuko na businessman, ama business mogul. Alikadhalika pia right now, he's a politician. Ladies and gentlemen, boys and girls, please help me welcome Buga, miaka 650, KRG, The Don, Yeah, incoming Senator Nairobi. yes. Nipe mkono ndugu yangu. Umesema incoming. Incoming Senator. Au batishi? Amna. Wewe ukisimama iko. Iko. Kwa sababu mimi ni mtu wa watu. Na watu ni mimi. Mimi ni wao. Baya bro. Watu wengi wanasema ukianza anza chini. Kwa nini tuanze chini? Tunaomba kazi ya chini. No, KRG. Bro. Hawezi anza na senator bro. Nairobi. Kwa nini? No. Kwa nini? Number 1, senator ni county nzima bro. Exactly. Unapiga siasa county nzima, sio ward. Mimi mwenyewe. Sio constituency bro. Mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa naangalia ubunge. Lakini watu wangu kaniangalia, wakatukakaa tukapiga hesabu tukaona mbona tunaenda ubunge. Tunakuhitaji kwenye Senate. Kwa sababu mimi naweza nikapigania watu wa Nairobi na watu wa biashara, wakazi wa Nairobi, wafanya biashara wa Nairobi, wakazi na watu wote wa Nairobi zaidi, kwa sababu hapa ndipo tuna tabu kubwa sana. Hii ndio capital city. Mbona mimi nikapoteze muda wangu kufanya mambo madogo na wakati naweza nikafanya mambo makubwa? Why should I go to MP level? Bro, unajua bro, unajua MP peke yake. Nilikuwa Jalasa hapa. Unajua Jalasa ni rafiki yetu. Yes. Na ndo MP Langata. Yes. Tumekuwa naye kwa hii show. MP peke yake Nairobi bro. Yes. Budget tu ya MP campaign bro, budget ya MP campaign. Na MP ni constituency. Yes. Budget. Yes. Unahitaji karibu 500 million kuelekea 1 billion. Na wewe ukiniangalia mimi niko kama wathi pesa ngapi? Bro, senator ni county mzima. Yeah. Hatuchezee kwa milioni hapa. Hatuchezi. Yaani mimi nikishapima, tuko kwa bilioni bro. Mimi nikishaingiza mguu wangu sehemu, niseme hii kitu nataka kuifuata paka mwisho, labda Amerika ama isimame kabla sijapata hiyo kitu, lakini siwezi ku give up. Why should I give up? Wote hao wanasiasa, unajua uzuri wa siasa, si wanasiasa wanachaguaga watu,
ni wananchi wanachagua. Hakuna ule mtu amewahi jichagua eti mimi ndio nitakuwa governor wa mahali fulani ama mimi ndio senator ama mimi. Ni wananchi ndio wanaweka kura. So kila mtu ambaye anataka hiyo nafasi, welcome. Come baby come. Mimi nawaambia njoo tukutane kwa kiwanja. the sitting ones and the ones who want the seat. Wakuja tu garagazane kiwanja iko wazi. So aurudi nyuma. Hakuna, mimi nikishaweka nanga, nikishangoa nanga sasa ni kupeperuka paka mwisho. Hakuna kuleta hii kona, hakuna, ni mpaka mwisho. Mimi nishaanza campaign. Nishaanza. Watu wameshaanza, ni watu wewe ukutana na mimi Nairobi kama hauna lunch wewe chukua. Paka ile siku kure napigwa. Bro, uko na hii pesa? Ala. Mimi naitwa Buga. Mimi ni mfanya biashara miaka kuanzia ile siku nilikuwa 17 years paka leo. Hakuna kitu kingine mimi natafutaga. Natafuta nini? I only work hard for one thing. Buga bwana, mimi najua Buga ulikuwa na ile eto nini? Ulikuwa na club. Yeah. Ulifunga. Hiyo tulifunga, unajua tulikuwa watu wanne. Ulikuwa na ile inaitwa nini? Ulikuwa Buga, ulikuwa Arab aliniambia hapo ulikuwa na record label. Fast Cash Music. Ulifunga Fast Cash Music bro. Studios ndio tulifunga, label bado iko. Unajua label si studio. Label bado iko. Label ipo. Studio tunatengeneza mpya inakuja. Tumechange tu location. Kidogo wale wasanii nilikuwa nao minimize hiyo energy kwa sababu the structures were not right for me as the label owner. Ilikuwa they were only right for the artist because you know in the beginning I was favoring my artist more than the business part of it. So sasa inarudi tena, lakini sasa ikirudi round hii hairudi for the artist, inarudi for the music. Okay. Sijui kama umeelewa hapo. Nakuelewa. Yeah, irudi kwa sababu ya msanii, inarudi kwa sababu ya muziki. Nakuelewa. Yes, kabisa. Sasa tunazingatia biashara. So nimelani vitu mingi kwenye industry. Alafu kitu kingine unafaa ujue muziki na siasa almost the same thing kwa sababu we don't do it for ourselves, we do it for the masses. You understand? All right. Now sasa unapiga beats gani kama hizo nimezitaja tayari zenye umetuonesha? Hizo ni vitu the ones you've shown us ushafunga bro. Sasa nataka nikufungue macho. What are you doing right now bro? Sasa hizo vitu nilikuwa navifanya kitambo ni vitu vidogo sana. Vitu vidogo vilikuwa havina hela. Zilikuwa hela za kula tu na kupiga kelele. Club unasema haina hela bro? Club ilikuwa haina hela vile, iko na hela ndio lakini sio vile. Si kama sahi pale mimi niko sahi. Uko wapi bro? We are discussing different things. Sahi mimi niko kwenye mafuta mzee, usijali. Yaani mimi niko kwa biashara zingine next level. Uko mafutani? Niko mafutani mbaya, nisikudanganye. Mimi biashara zile na deal nazo sahi. Buga unanibaliza za pesa mingi. Niko kwa biashara nyingi sana sahi, niko kwenye biashara ya construction. All right. Na construction ile kidogo sana nafanya project. Yeah. Inachukua milioni 200 kwenda mbele. Per what? Per project? Per project. Na niko na project nyingi sana zinaendelea sahi. You invest like 200 million? Yani ile kidogo nachukua mimi kutoka kwa client. Or 200 million? 200 million. Per project? Per project. Na project kadhaa. Na uko na kadhaa? Kubwa. Kama gani bro? Kama gani bro? Sasa mbona nataka nimwage mambo hapa kwa umma, watu waanze kuumwa na vichwa? Hiyo ni personal waga business. Moja basi. Nina project nyingi. Kama ngapi? Nimefanya saizi mago down. Ambazo nazi-advertise tuziuze. Okay. Hizo ziko tayari. Right. Ziko tu hapa Syokimau. All right. 32 pale moja. All right. Kuna project nyingine inaendelea tu hapo Syokimau, nyumba 10,000. 10,000 nyumba 6,000 ziko tayari. 6,000? Nyumba 6,000 ziko tayari. Okay. Zimeshamalizwa paka finishing tayari. Okay. Ni tukimaliza hizo zimbaki 4,000 tupige kengele. Mtaziona tu online. Okay. Sawa. All right. Niko kwenye manufacturing. Na produce products. Okay. Tunangojea tu vitu 2-3. Products ziingie, ziko tayari, ziko uko tayari, yani stock iko kama milioni 10 na kitu. Products kama gani? Tunawatengenezea tissue paper. Okay. Hizo serviettes, hizo ziko tayari. All right. Nina storage facility sasa na watengenezea kule Naivasha iko 95%. Sasa wewe uniambie sijapanga kazi mimi Buga. Nimekuona leo katika gari pale ukichocha pale ukitoa mabunda tu mabunda. Hiyo nilikuwa nimeenda kununua chuma tu. Nilikuwa nimeenda kununua chuma za kufunga sehemu.
wanakoroga kesho asubuhi. Okay. Sasa wewe uniambie vipi? Na mbona nimesikia mahali wanasema sijui umekuwa auction nini? Nimesikia Kuna wambea kibao. Kuna kesi inaendelea, lakini si mimi. Kuna watu ambao wanajaribu mambo yao kumintimidate mamangu. So you see, anything that touches my family, because I am the only person in my family who is known. So it will be attack. Unajua watu, unajua wambea vile walivyo, wanajaribu kugusa pahali react vile wanataka. So the good thing, these are matters before court of law. Na maloya wetu wanachangamka na hiyo maneno. And anyone who thinks they can intimidate my mother, wafikirie tena mambo mengine. Yule mama amezaa watoto wake simba, watapigania mama mpaka mwisho. Alright. Yeah, man. Okay. So tuachie hapo. Okay. Yeah, and I wish you all the best with that, by the way. Chama ni gani, bro? Sasa chama. Unajua chama ni nyingi sahi. Na mimi ni mwanasiasa mgeni kwenye mimi kuingia kwenye siasa. So for now bado sijakaa chini na wenye chama. Unajua chama, kila chama ina mwenyewe. Sijakaa chini na mwenye chama tukazungumza ile kiundani sana kwamba mimi nikikuwa kwa chama yako nahitaji nikuwe na uhuru wa hii na huu na niweze kutekeleza majukumu yangu kama mwanasiasa nikichaguliwa kwa uhuru. Nikuwe na uhuru wa kufanya kazi. Nikuwe able kufanya vile mimi nataka, maamuzi ya kwangu, vile mimi naona wananchi wangu na watu ambao mimi nawahudumia. Ikikuwa hiyo yote tumeiweka, nitatangaza chama. Yes. Lakini Buga, tunakuona wewe uko karibu sana na rais bwana. Uko karibu na rais. Iko vizuri kabisa hivi. Uko UDA Buga bwana. Mpaka hapo tuko. Unajua mpaka sasa ile itakuwa official. Unaweza kutoka UDA kweli? Mpaka sasa ile itakuwa official. Don't announce mimi, kwa sababu mimi huwa sitaki kuongea uongo. Kwa sababu naweza nikasema hivi. Mimi ni direct to the point. Ile siku mimi nasema ni hivi, nimeshakaa na boss, tumeshaelewana. Mimi nataka nipige kazi yangu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Aniambie Buga, piga shughuli yako na mimi nitarudi hapa. Niseme I say, nakumbuka ile siku nilikuwa sijasema. Sasa chama ni hii na mimi nasimama hii. Kwa saa hii tudili na mimi kama Buga. Lakini rafiki wa rais. Rafiki wa rais. Kwa hivyo lazima utakuwa upande wa rais. Kwa saa hii ni hivyo iko. Rafiki wa rais, tutapanga mambo. Tukishakaa na rais chini nimwambie mimi nasimama hivi na yeye apitishe. Aniambie uko huru kufanya vile iko. Tunapeperuka naye mpaka mwisho. Why not governor? Sina hiyo capacity kwa saa hii. Sitaki hizo stress. Unajua kuna kazi zingine zina stress nyingi. Na mimi nimekwambia I'm a new politician. So wacha nichukue baby step. Baby step yangu ikiwa ni Senate. Alright. Yeah. So who convinced you utoke kwa MP uende kwa Senate? MP ulikuwa unasimama wapi Buga? Nilikuwa nataka kusimama MP Naivasha kwa sababu huko ndio home. Yeah. Lakini nikaangalia kwa biashara zetu nyingi ziko Nairobi. Na hapa ndio watu wengi ambao mimi nimekaa nao wa karibu, matatizo mengi wanapata huku. Okay. Kwa hivyo mimi nikikuwa kama kiongozi nitaweza kuwa nafasi nzuri kuweza kuwatetea wananchi wengi ambao wana matatizo mengi yanahitaji msaada wa dharura. Yeah. Okay. So hapa ndio kuna mambo yote. Hapa ndio yani kuna shida nyingi za Kenya ziko hapa Nairobi. Okay. Mashinani kidogo, shida za mashinani kidogo ni chache sana, uwezi hesabu ni, yani unaweza hesabu ni chache sana, ni kama barabara, hospitali, maji, ajira, nini nyingine na umeme. Lakini Nairobi shida sio hizo peke yake. That's why ulikuwa unaona watu kama vijana wa Gen Z walikuwa wanaleta maandamano. Kwa sababu kuna shida zingine, new problems that need new approach. Unaelewa? So that's where we are right now. That's why mimi nimekuja Nairobi. And Buga, talking about Gen Z, nakumbuka wakati wa hii maandamano na kadhalika, where you were against? Yes, I was against maandamano. You were against maandamano? Yes. Our Gen Z wa Nairobi, yes, you being one of the people ambao ulikuwa tu, unajua wewe unakuwa na msimamo na unasemaga na uogopi. Yes. Unaisema tu vile iko tu. Kabisa. So uone kama kuingia tena kwa siasa, kuwaongelesha tena na uliwaruka ile time, uone kama itakubadilikia. Sasa hapo ndo wanafaa wajiulize kwa nini huyu alikuwa anakataa sisi tusiende kuandamana. Kwa sababu I saw something that they did not see. I know things that they don't know.
Umenielewa? Ambayo ni- Yes, they were right. What they were fighting for is their right. But that approach was not the best. Kwa sababu at the end of the day, when our leaders are doing something wrong, when we go kuandamana, the people we meet are not our leaders. We meet another body. That is the police. So you will be injured and you won't get the solution. But when you disengage and you take a different approach, we will be listened to. Na sauti yetu itasikizwa na tutapata solution in a better way. Mahali hujaumia lakini nimesikika. Kuliko niende niumizwe, nipoteze maisha yangu na bado sitasikizwa. Okay. You get that was my whole idea. So your whole idea ilikuwa watu wasiandamane, alafu watu ulikuwa una suggest nini? What was your suggestion? My suggestion was this. From the first video that I made, can we first get all these MPs because they have a place where they stay and people, and it's public knowledge kwa constituency. Can we first select at least out of 10 families, tunatuma mtu mmoja. Waende waketi chini na huyo mbunge, wamwambie ile maneno wanataka ipitishwe. Mbunge atawa welcome kwao, hata wakija watu 100, tuseme watu 100 out of the whole community. Wakae chini waelewane. Mbunge akienda kule sasa hawaruke. Tunajua huyu ametusaliti. Tutachukua hatua nyingine. Lakini si kuenda town, ndugu zetu wapigwe risasi, wengine wajeruhiwe na wengine wapoteze mali yao, kwa sababu ukienda town kuna ambao ni ndugu zetu wengine ambao wana biashara huko town. Duka zao zitavunjwa na watapoteza mali yao ambaye labda walichukua mikopo kuweka. Sasa wewe utakuwa umeongeza tena shida juu ya shida yenye tulikuwa nayo. Sasa lakini unasemaje kuhusiana nao wasio wanasema pia the Don Mazee kwamba serikali haisikii? You know, the people who say serikali haisikii bro, hata nikienda kuongea na huyo MP haitafanyika. Hata tukitweet mara ngapi, hata tukaongea tukapiga kelele mtandaoni, they will never listen. These guys wanasikia tu maandamano. What do you say about that? You see, there are better ways of dealing with issues. Umeshai kuona kama maandamano kama ya niangalia kama ya juzi ilikuwa ya lecturers wa university. Yes. Hakuna mtu aliuawa. Si ni kweli? Kweli. Lakini hela zao wamepata. Paka wamerudi kazi, si ukweli? Kweli. Na goma tu. Kuna kugoma ingine soft. Tunaweza tukiona serikali isikii. Goma soft. Usiumie ndugu yangu. Goma soft lakini itasikika. Kwa sababu ya nini? Tukisema saa hii kama mgomo wenye iko ni mgomo mzuri, mtu asiende kupiga kelele, asitishie, kwa sababu unajua mtu akiwa ameshika ile bunduki, mmekuja kwa sababu mumejiweka, yani moral, mmemtishia kijana wa watu wamefika kwa kona. Unajua sasa the only thing sasa ni kuachilia kwanza, nyinyi muone hii kitu iko serious, ndio muondoke, mrudi steps kadhaa nyuma. Okay. Na inafanyika very fast. Na hapo mtu anakuwa amepoteza maisha. Lakini tukisema leo sisi ndio tunaendanga kazi kama wananchi, tunatia bidii kwa kazi, na sisi tuna collect mapeni, tunalipa ushuru, inaelekea kwa serikali. Kweli. Tukikaa nyumbani sisi wote wiki moja, unadhani serikali itasikia? Itasikia. Si lazima watasikia? Watasikia, tashangaa ni nini hawa? Sasa watasema oya, hata siku moja ni hatari. Njoo tuongee. Hiyo ni mgomo soft. Mgomo soft. Watu waanze kufikiria mambo ya mgomo soft. Kuliko watu kwenda katika barabara. Kwa sababu ya kwenda kuharibu vitu vya watu, unaletea ndugu yako umaskini. Mimi ninajua watu kadhaa ambao walikuwa na maduka, saizi wamebakia kuwa ombaomba. Walikuwa na mikopo kwenye benki, wanadaiwa, hawana sehemu ya kuenda. Sasa huyo mtu labda alikuwa na familia ya watu kama 20. Sasa hao watu 20 wameangamia, wanateseka. Sasa hiyo tutakuwa tumesaidia nini? Hatuwezi teseka. Watu wa 10 wakiteseka ni sawa, tunaweza tukawasaidia tukiwa watu 100, tukachukua mmoja na tukabeba hiyo msalaba na tukasonga mbele. Lakini tukiharibu kila kitu, tutakuwa tunachoma nchi yetu, hatuna mahali pengine pa kwenda. This is the only place we call home. You cannot tell me to go to a different country. I will suffer here and make solutions here.
Wow, I like it. Yeah. We'll suffer here and make solutions here. In a short while tunarudi katika episode yetu hapa na season number 3 na KRG The Don. Tukirudi hapa, there's something happening about the same people, vijana ambao walikuwa wanaandamana na majenzi, and a lot of Kenyans these days wanaongea katika social media kuhusiana na nchi yao. Yeah. Watu wana comment kuhusiana na nchi yao, watu wana comment politically, wanasiasa wengi pia wametokelezea wanataka kusimama. KRG The Don hapa anataka kuwa senator Nairobi, but watu hawachukui kura. Watu hawachukui kura. Sasa hiyo ndio shida. My brother, watu hawachukui kura, and it's not a joke. Especially the young people ndio mimi naweza nikawaambia. BC, kitu kwanza ili inspire mimi niende kwenye siasa ni hiyo movement ya Gen Z. Okay. Kwa sababu niliona kwanza kama ile wakati rais alisema nyinyi Gen Z ambao mmeleta hii vurugu, njoni tuongee. Hakuna mtu alienda. Ilikuwa watu wawili watatu wakienda wanapigwa mawe, wanainua mikono. Yes. Wanaenda wanapigwa mawe online, that Yes, is. online, yeah, online. Wanapigwa maneno matatu manne, wanachoka. Yes. Then Because online like, unasema we have no mimi leaders. nilikuwa tu niko home naangalia kila kitu. Kwa sababu mimi umeshaona huyu amekataa kutoka kwa street nini because that was the only validation. Wasanii wote walienda kwa street. Mimi nikasema haiwezekani. There is a better way, kwa sababu mimi namjua rais tangia 2011 mpaka leo. Okay. So si mtu ambaye ukienda kumuongelesha atakuturn down. He will find time muongee. Kwa hiyo if we look for the president, tukae chini na yeye tukuje tuseme hizi ndio shida tuko nazo and this is the solution that we want, ataifanya, kwa sababu hata yeye hawezi taka kuongoza watu ambao wako restless. So nikaona mbona hao watu wote ambao wanaona wako na akili na wako na uwezo wa kuongoza, mbona wasijiweke kipaumbele? Yes. Ama wajitolee hali yao na mali yao na elimu yao, wakuje watafute hizi nafasi ili wao wafanye hiyo kitu wanaona inafaa kufanywa. Okay. Kwa sababu wanasema viongozi wa zamani hawana maarifa fulani ya kileo. Ni kweli kuna viongozi wa zamani huwa hawaelewi mambo ya kileo, kwa sababu today's world ni very fast, si kama kitambo. Yeah. World ya kitambo ilikuwa a bit slow, things are moving slowly. Sai we want solution fast, because when we see a problem we can report it and we expect rapid solution. So nikasema I have the capacity to lead. I've led my people from way back, and it's time now we do something, and in my world I learn everything every single day, na najifunza kitu kipya. So mimi nikijiweka mbele niweze kuwakilisha watu ambao ni watu wa karibu, na pia wananchi kwa jumla, tushikane, kwa sababu me I'm not someone who is very difficult to reach. Watu wote wanajua hivyo, hata wewe sana kama hii interview tulipanga tu fast, hakuna mambo sijui itakuwa nini. Mimi ni instant hivyo, inafaa ikue, tunapiga tunamaliza kazi. Hamna mambo ya kungoja, kwa sababu kazi ya leo kwa dunia yangu, kazi ya leo mimi sikwambii nitaifanya kesho. Asubuhi niliamka saa ngapi? Saa 12. Piga kazi ya kwanza mpaka saa 6. Nikatoka hapo nikaenda mkutano mwingine, nikamaliza, nikapata hata muda wa kwenda paka kidogo shaving. Nimetoka, nimepitia watu wangu wa upande wa media na nini, tukajikusanya, tumefika hapa. Nikitoka hapa naendelea na siku mpaka sasa nione masaa imeenda, nahitaji kupumzika. 5 hours of sleep is enough for me. All right. Na tunaamka asubuhi tunaendelea na kazi. All right. So now what do you say kuhusiana na wale vijana ambao hawachukui kura? The Don, unasemaje? Okay, wewe kijana ambaye uko hapo home, umechoka kuona same faces as your leaders. You want to change that. How do you expect it to change kama wewe mwenyewe hauna kipande, hauna kura, na unasema una tweet, everything ya online una participate, but the real deal will happen when you have your voters card in the pocket. You have to wake up bana. The same way unaweza amka uende ukakae Zabe, which is the base, for 3-4 hours. Hiyo process haiwezi kuchukua mtu 10 minutes. Ukishakuwa na ID, unaenda pale mahali IBC wako, unajiandikisha fast upesi, unaenda unafanya mambo yako. Kama wewe ni mtu wa kuzunguka sana, ama wewe ni mtu wa kupiga sherehe, unapotezaga kitambulisho na ID, chukua hiyo kitambulisho yako, peleka pahali
mahali umeweka certificate yako ya shule, weka hapo ficha, sahau. Ikumbuke tena 2027 mwezi wa kupiga kura ndio uchukue utembee na vitu yako, umalize shughuli yako, uchague wale watu unataka, then change nchi yetu ikuwe mahali safi. Yes, tusonge mbele. I like it. Shikilia hapo tunarudi na short while msikilizaji. Now let me tell you something good that is happening right now all over the world, by the way. Kama una watch kutoka Stato, una watch kutoka Netherlands, kutoka Germany, kutoka Australia, something amazing is happening. And this is what is happening. Najua kuna wale wase wako nje mayolo na unataka kutuma hela Kenya na umekuwa na changamoto na challenges pale. Ile system unatumia iko na cuts zingine, hidden cuts pale, hidden rates hapa na pale, you know, alafu unatumia msee pale, msee pia na kudanganya huku na kadhalika. Paka sometimes unachoka kutuma hela home na unafikiria how do I do this? You know, uko na kamradi unajenga nyumbani, unashanga how do I do this? Manake ukitumia ule fundi pia amekudanganya. If for example you can come home, useme nataka kujenga nyumba Oshago, ukutane na fundi wako, uende paka pale kwa hardware ya Oshago, iko na kila kitu unataka. Chukua till number ya hiyo hardware, ama ni paybill number, chukua. Rudi mayolo, piga kazi. Fundi unaongea naye polepole, unamwambia ulikuwa unasema nini? Lori ya mchanga, sawa. Nenda kwa hardware. Unalipa directly kwa till number pale kwa hardware kupitia kwa Lemfi. Lemfi is the solution, ladies and gentlemen, boys and girls. It is the solution. Aina hizo hidden cuts, aina hizo hidden rates. Lemfi, you pay directly kwa till number, directly kwa paybill number. With Lemfi, you can actually do transaction card to bank, bank to card, no issues. If you're in East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Afrika Mashariki, hela inaingia at no extra cost. Hela unatuma at no extra cost. Una enjoy. And now the best news, yani to crown it all, is that your first transaction today, if you're going to make your first transaction at Lemfi, kuna $20 cashback utapata kwa any transaction ambayo ni above $50. You actually get $20 cashback any transaction above $50. This is if utatumia code ya AMTV. Code ya AMTV. We are back with a bang ndani ya AMTV Season 3, ladies and gentlemen. Na tuko na Buga ndani ya nyumba. Business mogul right now. Nataka useneta Nairobi kwa mpigo tena zaidi. Buga, unajua seneta tena wa Nairobi sasa hivi ni Edwin Sifuna. Hamna tatizo. Hiyo ndio ile kitu mimi nashangaa na watu wananiambia Secretary General ODM, bro. Hiyo ni chama yao. Mwanasiasa tajika Kenya hii, bro, si Nairobi. Ndugu, hakuna mwanasiasa anajichagua. Awe ni Sifuna, awe ni nani, wote wanarudi kuomba kura wapi? Kwa mwananchi. Kwa mwananchi. Mwananchi ndio boss. Hakuna boss wa wanasiasa. Tunaenda kuomba kura kwa mwananchi. Miaka 5 ikiisha lazima urudi. Sasa apambana, akuwe tayari kukutana na Buga kwenye ground. Kama tukukaa kwa chama yao na amani imewashinda, wao wanatata. Lazima ukuna. Unajua siasa ya saa hii iko na mambo mingi. Unajua ile wakati mwingine waliingia tu sasa. Ilikuwa rais kwa sababu walikuwa wananing'inia kwa koti. Saa hii koti ya nani? Saa hii utakutana na sisi kwa ground na ni vijana wa kileo. Vijana wa kileo wamepanga kazi. Siasa ya saa hii si kama ile ya zamani ya uongo. Saa hii kuja utuoneshe ile kitu umefanya. Wacha hii mambo ya tantarira mingi. Unajua saa hii siasa za wale watu wako ni matusi. Yeah. Mtu mwenye anatukana mwingine sana. Yeah. Ati yeye ndio mwanasiasa mkali. Sisi hiyo siasa tulimaliza. Tuoneshe what you have done. Show us projects. If you are a senator, show us how much money umetetea county ya Nairobi ikapata. Wananchi wakanufaika. Hiyo ndio ile kitu tutakuja kutuambia. Tutakupima na hiyo. Lakini kuja kutuambia nilitukana rais sana. Hiyo ndio tutakuja sisi tulikuchagua ndio katukanane. Because that's what they do. Sasa saa hii ni mimi niko hapo sasa. So
kinachokupeleka ni nini? Because if you have your own businesses, you're making your own money. I want unajua mimi nimeishi hapa Nairobi for the longest time. My family lives here, everyone lives here, so we've seen all the challenges that we have na plus marafiki, jamii, yani watu wote ambao ni wakazi wa Nairobi wana shida nyingi sana. What is your biggest agenda for Nairobi as a senator? My biggest agenda ni services zikuwe delivered kwa mwananchi haraka iwezekanavyo. Okay. That is my first agenda. All right. Yes. Now, second agenda. Yes. Oversight. Ya county government. All right. Yes. Okay. Yes. Pesa ya watu wa Nairobi siporwe. Kwa nini iporwe? Itajirisha watu fulani na wewe ni senator na unanyamaza. Okay. Yes. All right. Say sahi kwa mfano Mwenyezi Mungu amekujalia Bugao umechaguliwa, umeapa pap. Yes. Mwenyezi Mungu nisaidie. Yes. As a senator, yes, there is a way you can work with a governor. Yes. Na kazi isonge bila shida. There are counties that are quiet. Yes. Watu wanapiga kazi vizuri. Yes. Nishai kuinterview senator wa Kwale akaniambia hata gavana wangu hanisumbui. Kazi zetu zinasonga vizuri. Kabisa. Gavana ambaye ungependa kufanya naye kazi Nairobi ni nani? Sasa unajua hapo ni maamuzi ya wananchi. Najua. Lakini pia Bugao kuna yule ambaye najua. Lakini pia Bugao kuna yule ambaye unaona huyu nikipata. Mimi mkiniletea Babu Owino. Yes. Tutafanya kazi nzuri. Okay. Why? Because he has delivered for the people of Embakasi. Okay. Na ni rafiki yangu wa karibu. All right. Na mimi kwa leadership yangu sikuje kutafuta fitina na gavana wangu ama MCAs ama wabunge. Ninakuja tushikane ili tuwe timu moja. All right. Ndio tuweze kukua na timu wa nzuri. All right. Kudeliver services inakuwa rahisi kwa sababu isikue ikitoka huku ikifika huku eti kuna mtu ambaye anapinga pinga. Hawezi ongea. Watu kwa sababu huyu na huyu atuongeangi ama huyu na huyu ni fulani wa fulani. All right. Ni channel inakuwa iko imenyoroka. Bypass inakuwa iko straight kabisa. Vitu zinafika faster. Kukuwa na shida ikifika kwetu solution ni haraka kwa sababu that is what the people of Nairobi want. Nairobi is a very fast city. All right. So unajua hivyo Nairobi yani vitu tunatakaga kwenda chap. We don't have time to waste. It's true. Kwa hivyo shida ikitokea leo, leo tumepata solution, by kesho something has to happen. Okay. Yes, kwa sababu we only have 5 years to deliver so many things. Okay. All the promises that we will make must be delivered. Haimaanishi, haijalishi kama wewe ule mtu ako pale ni rafiki yako ama ni adui yako. Weka hiyo mambo yenu kando, fanya kazi kwanza. Okay. Deliver services kwa mwananchi, mambo mengine yetu personal issues tutazileta siku nyingine. All right. Hapana leta kwa biashara ya wananchi wakati umechaguliwa. Okay. Yes, mwenye alikuchagua na mwenye hakuchagua wote lazima wapate services. All right. Yes. Your dream team, because right now nimeona current women rep Nairobi County, Esther Passaris. Yes. Sijui anataka kusimama kiti gani. Yeah. Lakini niliona katika video fulani mtandaoni akisema kwamba yeye ana endorse. Yes. Anaitwa nani? Karen Nyamu. Ana endorse Karen Nyamu. Yes. What do you say about that? Unajua sasa mimi kwa sababu umeniambia wewe ukipewa Babu Owino pale governor uko sawa. Women rep. Hata women rep ukiniletea Karen Nyamu pia ni rafiki yangu. Tunasonga. Mimi anyone you bring. Mimi sitatafuta uadui. No, Babu Owino umesema ukileta Babu Owino because umesema Babu Owino ako na track record. Yes. Umesema ako na track record. Yes. Ya kufanya kazi pale Embakasi na kadhalika. Yes. Karen Nyamu because ni rafiki. Hapana, sasa unajua mimi nachagua. Usinitegetege na maneno tafadhali Alex. Mimi nakusoma sana. Hiyo maneno yako unajaribu kuniletea, unaanza kuniambia mimi nichague viongozi wale mimi nataka. Mimi sichagui viongozi. Najua. Mimi mkiniletea huyo kiongozi mkiniingizia pale na mimi nimeingia. Mulete fulani wa fulani. Fulani wa fulani kama nilikuwa nagombana naye jana juzi. Hiyo ugomvi inaishia hapo. Kwa sababu mimi sijakuja kutafuta ugomvi. Nilikuja kazi na nimepewa kazi na watu wa Nairobi. Ni mimi nitashukisha kiburi yangu chini. Nipigie mheshimiwa wangu nimwambie mheshimiwa. Ile ya jana weka full stop hapo. Paka ile siku tutakuwa tena raia tutachukua. Kwa sasa mimi nimekuwa kiongozi wa Nairobi. Na wewe ni kiongozi wa Nairobi. Tutoe huduma kwa hawa waja wetu wa Nairobi. Okay. Tukimaliza hiyo tutachukua ile vitina yetu. Tuendelee mbele kama tutakuwa tumesameheana kwa sababu mimi si mtu wa kuweka magrudge kwa roho. Mimi hata mimi naangaliaga watu ambao wanabishana na mimi. Mimi na understand tu kwa sababu hali
pandi yao ndio sio mzuri, naona kama mimi nimesimamisha maisha yao isiendelee. Yeah. So mimi na understanding sana. Yeah. Na mimi sina shida na mwanadamu yeyote. All right. Na sibebei mwanadamu wote lawama. Okay. Kwa sababu kila mtu anakuwa they have their own battles they are fighting. Okay. So yeah man. All right. Yeah. And I like that very much and I respect that. Yeah. By the way, Kerjide Dona au kuagi na grudge. Yeah. Wewe tu wao unapita kama umeenda. Mimi hata ukiona nagombana na mtu online. Yeah. Yaani mimi namchekelea tu kwa sababu mimi bora mimi hapa mahali mimi niko nimeshapanga mambo yangu. Yeah. Na mimi niko na afya yangu. Sasa Yes. mbona mimi nikubebe wewe kwa kichwa yangu? Yeah. Na mambo ya kubeba. Yeah. Yeah man, nina kazi ya kufanya, tufanye hiyo. And I like that. Yeah. Wewe umekaa Nairobi na unajua Nairobi vizuri. Yeah. There was this conversation going on kwamba Yeah. Nairobi hiyo county itolewe tu. Yeah. Iwe tu kama ministry, national government ianze ku take care of Nairobi. Yeah. We remove it as a county. Yeah. Iwe katika mikono ya national government. Yes. Na ishughulikiwe na national government. What do Yes. you have to say about that? Hiyo kauli ni nzuri. Lakini at the same time, Yeah. kuna vitu ambazo ikifanya na national government itakuwa mbaya zaidi. Kwa sababu you see national government iko na structures zake ambazo zinapitia a lot of protocols. Wakati there are some services you cannot wait for all those structures Yeah. which are a bit complex. So ile kitu naweza sema kuna some responsibilities Yeah. zinaweza zikachukuliwa. Unaona kama vile tulikuwa na acting governor na tulikuwa na NMS. Yeah. Mambo Ile wakati wa Mike ilikimbia Sonko. sana. Yes, sasa wakati Sonko alikuwa impeached kulikuja Yes. na ule governor Kananu Yes. na NMS. na NMS. Yes. NMS walifanya kazi nzuri. Walijenga paka ile Uhuru Garden zipo pale, Yeah. Uhuru Parkiko. Yani Yeah. vitu vya And a lot of kutajika clinics, by the way. Yes, a lot of beautiful structures were built by military. Yeah. Kwa sababu pale hakuna unajua Zile structures ma-walking, zile manjia za kutembea, mapaving, manini, mapath. unajua vitu kama military haina mambo ya democracy. Yeah. Democracy sometimes huwa ina slow down vitu. Kwa sababu sisi hapa tukisema tunataka kunywa maji, Yeah. military watatuletea maji na tutakunywa bila kuuliza maswali. Sasa ikikuja kwa democracy, Yeah. wewe unasema unataka maji B, mimi nataka maji chupa A. Yeah. Ule mwingine chupa maji C anapata shares ndani kwa sababu ni ya ndugu yake. Yeah. Sasa hapo unaona inaanza kuleta mvutano mpaka kabla to make decision ni maji. Yeah. Tushakosana mara 10. Tumeshaelewana sasa, nisikilizeni. Tulikuwa na kiu lakini hapa kuna biashara imekuja. Tukinunua maji C, ule anapata pesa, alafu kidogo ingine itaingia kwangu, kidogo itaingia kwa ule. Sasa inatoka sio kiu tena, inaingia tena biashara na siasa na mambo mengi. So hiyo ndio ile kitu inafanya biashara ikirudi, ikikuwa moja Nairobi ni county government, pekee yake ni governor na senate na nini, ita slow down. Nairobi ni kubwa sana and this is our capital city. We need rapid solution. Yeah. So inaweza ikaselashiwa majukumu yale mazito sana. Yakaenda kule kwenye national government. Alafu hii mambo ingine yenye ni size ya county zingine ibaki kwenye county government. Kama mambo ya kurokota takataka, vitu ile unajua ndio hata mapending bills zipungue kwa sababu saizi watu ambao wamefanya kazi kwa county wanadai ni wengi sana. Na mzigo ni mkubwa, hata ile pesa wana collect na ile wanapata national government. Tunashinanga tukienda kudai, hata mimi nilifanya kazi muda mrefu ulipita na mpaka leo sijawahi kupata pesa yangu, na ninajua kila mtu ambaye ni muhusika, lakini hela ikifika inapigwa haraka juu kwa juu. Kabla ifike kwa mfuko wetu inakuwa muda umeenda sana. Juu kwa juu. Kama mtu wa Nairobi, mkazi wa Nairobi, businessman here in Nairobi, and you've worked here, and you've lived here, unajua Nairobi vizuri. Kabisa. Siasa ya Nairobi pia unaielewa. Kabisa. Since 2010, tulipopitisha katiba mpya, your favorite governor? Naweza sema alikuwa Evans Kidero. Evans Kidero. Yes. Kwa sababu hiyo miaka 5, watu walikuwa wanalipwa haraka. Okay. Watu walilipwa haraka. Hata kama kulikuwa na watu ambao wanalalamika wajalipo paka leo, nikiwemo mmoja wao, kwa sababu pia mimi I did some job at that time, but at least tulikuwa tunalipwa haraka, and then kickbacks hazikuwa nyingi, services zilikuwa faster, watu walikuwa na hela mfukoni. Okay. Unajua kama saa hii siwezi danganya, watu wengi sana hawana hela mfukoni, wana a lot of potential, lakini
hela mfukoni haingii. Kwa sababu wewe ulijitoa hali na mali ukadeliver services kwa county na haujapokea hela yako. Unaona sasa some such things ni mbaya kabisa. Alafu the next governor si alikuwa Mike Sonko. Yeye pia hakulipa watu wengi. So alafu services zake hazikuwa faster and then tukaingia NMS. Tukaingia next governor. Sasa tuko na governor mpya ambaye sasa kidogo mambo imechemuka zaidi kwa sababu saizi this is the worst time of all the county governments that have been. Siwezi, unajua mimi ni mtu wa kusema ukweli. Utanichukia mimi Buga kwa sababu ya kusema ukweli. Kwa sababu saa hii ndio county iko vibaya zaidi. Kenya nzima. Not just Nairobi but the whole country. Shikilia hapo msikilizaji, mtazamaji. Nimezoea radio jamani. Radio toka kidogo kwa kichwa. Tuko kwa podcast jamani. Vodcast hii. So mtazamaji, let me take you straight away to Panari Hotel, Nyahururu. Tulikuwa pale weekend na family. We had a good time. Please check this video out. Now let me introduce you to the Brown Olive Restaurant. Welcome back. This is AMTV chairman naitwa Alex Mwakideo and you're having a good time. You know, podcast ya leo tuko na mzee wa kazi business Bogal. KRG the Don Buga, miaka ni 650 tena kwa mpigo zaidi. Anasema anataka kusimama katika kiti cha Senator Nairobi. You know, na amesema siasa imeanza rasmi. Amesema kikanyaga mahali straight paka ndani tena kwa mpigo zaidi. So this is it. Katika mambo ya mziki ama ni aje? Hapana, mziki ni biashara tofauti. So utakuwa senator ukiimba bro? Ndugu yangu, sanaa ni sanaa. Hiyo ni entertainment, hatuwezi kuacha. Okay. Yes. Ukiwacha kazi yako fulani kwa sababu mpata kazi fulani, wewe utakuwa ujielewi duniani. Kwa nini unajilimit ndugu yangu? Utaipiga hivyo hivyo? Hivyo hivyo. Mziki kwani studio dakika ngapi? Unajua mziki si mimi naimba kila wakati. Unajua sasa kama vile tuko hapa. Kuna watu wanaweka muziki, sasa mimi sijui naimbishwa na watu wangapi, maspika zinadunda huku nasikia mambo imechemuka kule kana mekibu mlaka time bomb kuna yani kuna hivi yani watu wananiimbisha. Sasa hii niko mahali ninaimba na mimi siko hapo. Niliimba kwa studio siku ngapi? Siku moja. Sasa mbona nipoteze muda duniani? Lakini watu wengi wamesema hivyo Buga, lakini wakiingia katika siasa, si Jagu ameingia siasa bro na ikawa ndio imeisha hivyo Jagu. Wale walikuwa wanafanya muziki kwa sababu ya pesa bwana. Okay. Ukipatana na pesa ya siasa unasema sasa mbona nende nikahangaike huko na muziki. Okay. Lakini mimi sijawahi kufanya muziki kwa sababu ya pesa. Nafanya muziki kwa sababu mimi wapenda muziki.
All right. Yeah. It's not because of money. Mimi sijawahi kufanya muziki kwa sababu ya hela. Eh. Ningekuwa nafanya muziki kwa sababu ya hela, ningekuwa nimewacha hiyo biashara zamani sana. Zamani sana. Nafanya muziki kwa sababu ya upendo. Okay. Kwa sababu it's in music that nakumbuka mimi ni kijana. Yeah. Najisikiliza mwenyewe sometimes, na entertain my fans. Yeah. Yeah, and I keep, unajua music keeps people company. Kwa sababu kuna mtu sahi ana run vitu vikubwa sana na hana mtu akukaa naye. Lakini akiweka kwenye muziki pale kwenye background inakuwa ni kama wana relate na ule msanii pale. So msanii anamkeep company akifanya kazi zake. So unamaanisha Bugab muziki haijai kulipa? Inanilipaga sometimes, ile niko serious nikisema nataka show nini napanga mikakati. Lakini si vile mimi naweza taka maisha yangu ikue. Okay. Sio siwezi nikaisema sasa this is my only hustle. Yeah, because nilikuona siku nyingine ulipost ukasema ile hela unataka kulipwa pia Buga surely. Kwa performance nikasema nani atakulipa hii hela bwana? Sasa unaona, sasa nikipata zile wale ambao wanafika bei na watolea entertainment. Na kuna wale sometimes that I don't need the pay, I will just come and do for the love. You know, sometimes unajua mimi napendanga kusema hivi, instead of me kujiweka cheap, wacha nikufanyie bure. Ndio usiwahi kusema unajua Buga nilipaga pesa fulani akakuja show. Yeah. Red card iko kule. Yeah. Lakini sometimes nikijisikia niko na free time nawaambia wanangu naipiga bure hii. Nita control kila kitu. So unataka ngapi kwa show? Sahi by today. Inategemea sasa, unajua mambo ya show, masala ya show kama una sehemu yako ndogo, ukiwa rafiki yangu 400 tutachukua. 400. Lakini kama ni mahali kubwa, watu ni wengi, tutatoka na 2 million. Tutaangalia vile kutakuwa. Inategemea the kind of show you want. Unajua kuna zile show kama ni appearance. Nimekuja mimi kuchill, nashika mic dakika 2, 3, 4, 5, pige ngoma kama 6, 7. Hapo utachukua 400 yangu. Pige pale, hiyo ni entertainment, umekuja kutumbuika na mafans. Sio performance ile performance. Kama ni performance ile niende kwanza nichukue 1 month. Pige niite band, tujifungie sehemu, tuzipige tukipotezaga mazoezi mzuri tumeishikana. Utatoaje pesa ya mbuzi ndugu yangu? Lazima uchinje mbuzi ngamia mzima hapo. Tukimaliza kazi watu wanasikia bie. Watu wanafurahia. Watu wakirudi nyumbani at least tuli sacrifice our time and we delivered. Yeah man. I wanted to talk about tukimalizia wanasiasa wengine ambao wanaingia katika siasa na ni watu vijana. You know, because I've seen what happened to Morara for example. Huyu kijana Morara alisimama kidogo mwenyewe akasema ameinua mkono, amegive up kabisa, amejichuja pale, alitisha mchango kidogo akachangiwa na watu. Yo wasio wanasema basi kama umegive up pia unaweza regea. Akawa anasema nani anataka kuregeshiwa hela? Kurudishia uniondokee. Niliona. What can you say about all that? Siasa, unajua siasa ni mzuri ni mbaya pia. Kwa sababu ya nini? You see, when you wake up and decide you want to do something, sikuwa unaenda kutafuta energy kwa wananchi. Kwa sababu wananchi wetu sio mbaya kusema, lakini usiwahi kuomba Wakenya msaada kwa hii nchi. Hata kama una shida, acha tu nikuambie siri. Hata kama una shida ngapi, usiwahi kuenda kuambia Wakenya wakuchangie. Ile siku watakuchangia. Uambie Wakenya wakuchangie. Sasa wewe umekuwa mahali yao. Umesikia? Watakudharau, wakutukane, wakudhalilishe. Wewe utakuja kuambia nini mtu alikupatia? Unajua wanasemanga whoever feeds you controls you. It's true. So wewe ukianza kusema umeanza kujua kitu kingine mpya, wanasema wewe umeanza kujuaje kitu mpya na wewe una pesa. Wewe unatuambia nini? Kidogo unasikia mmoja ametokea akasema wewe ni mwizi, mwingine alafu unajua. Mimi nilijifunza mambo mengi sana wakati nilianza kuchipuka kwenye social media. Mimi nikishaweka post, sina biashara tena ya kuenda kuangalia inafanyaje. Ni nani ameona, nani amecomment. Hiyo sio kazi yangu. Mimi nilisha deliver. Mambo ya kuenda kusoma comment kwa sababu our human brains inakuwaga iko wired. Negativity ikikuingia kidogo unakwama upande hiyo ya negative. Mimi am a very positive person. Mimi nikishamaliza ile kazi nilikuwa nafaa kudeliver. Kama ni deliver me on my end, it's up to you wewe vile unaiconsume. Utaiconsume 4, shauri yako. Utaiconsume 1.
Yeah. utaiconsume ikiwa 100. Yes. So, hapo wewe ukitukanana then utakuwa unaangalia kama mimi nimekujibu ama mimi sina hiyo time. Yeah. Mimi nisha move on from that. So wananchi wa Kenya vile walimchangia, Yeah. ajue kwanza hapo wamemnunua. Yeah. Wakisha kununua wanakufanyia vile wanataka. Leo ukisema ni hivi wanakwambia ni vile. Yeah. Hivi ni hivi, lakini sasa tena kitu ingine, yeye alikuwa ameamua kukuwa mwanasiasa, lakini his approach was not that right, kwa sababu yeye alikuwa anaenda kutafuta the skeletons that were left behind by some rotten government bodies. Yeah. And when you go that direction, you will not be solving any problem. Because kama kiongozi, ukienda sehemu ukute vitu vimeharibika, si kwanza kuchunguza viliharibika kwa nini. Fika pale utoe solution ya mimi kuanzia hapa kwenda mbele. Kwa sababu maisha yetu hairudi nyuma. Tukianza kurudi nyuma, tutaanza kutafuta wale wakoloni walikuja Kenya. Yeah. Hawa ndio tungeanza. Tuanza kusema kwa nini walikuja wakakolonize watu, wakatesa mababu zetu Maumau, lakini we already moved on from there. Okay. Once you are in power, focus from there going forward. Okay. Kusema eti wewe ni mwanasiasa wa kwenda kufufua maskeleton ya watu, utapoteza muda mingi sana, kwa sababu kuna watu hawezi kukaa wakakubali mwangaza wake pahali fulani. Na wanajua vile waliwacha pale na walisema kuna msemo wa Kiswahili wanasema mavi ya kale hayaishi kunuka. Hayanuki wanasema. Hayanuki. Mavi ya kale hayanuki. Mavi ya kale. Wewe Kiswahili chako wewe ni Mswahili bwana. Mavi ya kale hayaishi kunuka bro. Basi ndio the same, yani harufu yake bado inaendelea tu. Harufu yake bado inaendelea bro. Hapana bana. Inakauka bana, inakuwa vumbi bana, itoi hiyo vitu bana. Haitoi harufu ya kale. Sasa wewe unapingana na wahenga. Basi mimi mahali ile mimi najua wanasema mavi ya kale hayanuki. Umekosea. Umekosea. Haya basi mimi hivyo ndo najua. Basi mimi nasema vitu ambavyo vilishaisha. Vimeisha chana navyo. Wachana na hiyo. Sasa basi hiyo ni yaliyopita sindwele, tugange yajayo. Basi ndio hiyo basi umeleta mzuri sasa. Yaliyopita sindwele, tugange yajayo. Sasa pale sisi tuko kufocus kuanzia hapo. Kwenda mbele. Angalia viongozi wote ambao wamewaingia kwa madaraka. Wakati tulikuwa na President Moi, wakati alitoka, Wakenya walikuwa wanajua sasa Kibaki akiingia, mtu wa kwanza atakamata kuweka jela alikuwa nani? Moi. Alifanya? Alikuja akasema mzee achukue vitu vyake, wakafanyia sherehe nzuri sana paka tinga nini na wakadeliver paka nyumbani. Yani niliona kitu mpya. I was still a young guy. I was still a young boy. Na ikakuwa mzuri. Kibaki akamaliza yake rais. Akaingia Rais Uhuru Kenyatta. Yes. Vile alikuja watu walisema amekula nini, akaenda nyumbani vizuri. Yes. Tukapata president, tulikuwa tunampenda sana President Jaden, akakuja akapiga yake 10 swafi. Akamaliza. Ulifika kusikia wamesema tutamkamata kesho, sijui nani alikula. Fungia hiyo chapter hapo. Kenya bado ipo, watu wanaendelea kufanya kazi na tunasongesha mbele. So that is how we want. That is how it should be. But watu wanafaa wawache corruption, kwa sababu kuna bodies za anti-corruption. Tuko na EACC. So EACC fanya kazi yao nzuri, hawa ndio kazi yao ya kufuata. Lakini kiongozi ambaye wewe uko na limited time, you have 5 years to deliver all your promises. Focus on your agenda. Wacha mambo ya kuenda kutafuta vitu yenye ikuhusu. Hiyo ni kazi ya EACC. I rest my case. Wow. Naitwa KRG The Don. Tena kwa mpigo zaidi. Unanipa raha sana leo katika TV ndugu yangu. Tukimalizia. Yes. Tukimalizia. Yeah. You know, I just want you to look at the camera. Yeah. Lakini najua kuna watu wengi unawa-inspire sana. Yeah. Waambie tu kitu kimoja chenye unaamini. Yeah. You know, ya kusonga mbele. Something to, umesema wewe ni mtu wa kusonga mbele. Yeah. Kitu inaweza kujenga msee pale kwa kamera. Dreams zote ziko valid. Vile ulizaliwa mpaka siku ya kufa, hiyo ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Hii ingine hapa katikati ni bidii yako, akili yako, the circle of your friends, dini yako, nguvu yako na maarifa yako. Everything else can be achieved in this world. Yes. Wow. Everything else can be achieved in this world. Kabisa. Ni maarifa yako, na bidii yako. Yes. A circle of your friends. Very, very important.
That's what I'm talking about. This is AMTV. Leo tumekuwa na KRG The Don ndani ya nyumba. Buga, miaka 650. Hii miaka 650 inamaanisha nini by the way? Mambo ni mingi. Eh? Mambo ni mingi. Mambo ni mingi. Mambo ni mingi sana. Please subscribe, like, share widely, and we meet on the next one. Mimi ni chairman naitwa Alex Mwakideo. See you next time.